Ngeamua kusimama na mimi toka mwanzo, huenda sasa hivi tatizo hili lingekuwa limekwisha kabisa. Lakini hakuna shida, asante. Ndio hivyo, Mungu akupenda ndo asiseme amependa sasa. Unaweza ukaenda, safari njema. Sawa, kwaheri. Sawa. Mungu akutangulie kwa unakupenda. Hii gari sasa hivi inaona inanichanganya kichwa. Ni juzi tu hapa tumetoka kuifanya service. Leo dereva akafika Morogoro tu hapo. Piga simu anasema imekongoroka. Tena. Anyway, hebu tuachane kwanza na hayo. Mwanangu wende. Mimi nimekuita hapa na mama yako. Tuna mazungumzo kidogo. Unajua sisi tuko kama wazazi wako. Lazima tukae tutafakari ni kitu kipi hasa kitakuwa bora kwa mustakabali wa maisha yako. Kwa hiyo usichoshwe na vikao vya mara kwa mara. Sawa? Mimi nilipokuwa umri kama ukako wewe, wazazi wangu walikuwa wakinihusia sana juu ya jambo fulani au vitu fulani. Lakini nilikuwa siafiki yale ambayo wao walikuwa wakinishauri kwa kipindi kile. Nadhani pia ni kutokana na umri nilokuwa nao, kwa sababu kadri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda, nilipokuwa nakuwa baadaye nilielewa. Haswa mume wangu. Si unakumbuka kipindi kile tunaanza kuposana? Tulikuwa tunaona kabisa wazazi kama wanatuingilia maamuzi yetu. Lakini mwisho wa siku tulikuja kutii. Tumefunga ndoa, tukampata kijana wetu, halikadhalika tuna maisha yetu tu mazuri. Sasa mwanangu, kikao hiki ni kwa sababu yako wewe. Umri unaenda baba. Unahitaji kupata mwenza wako. Ifike hatua mwanangu, na wewe pia uwe na maisha yako, uanzishe familia yako. Unataka kuwa ukiwa na umri gani? Kwa sababu sasa hivi kuna wimbi la vijana wengi ambao nyinyi wenyewe mnasema wameleft sijui grupu, sisi hatujui maana yake, lakini wapo. Usinitie wasiwasi mwanangu. Sitaki mashaka mimi. Hata wanawake wenzangu kila siku wanafanya harusi za vijana wao, mimi nachanga tu. Kila siku mimi ni mtu wa kuchanga tu. Mpaka lini? Nataka na mimi pia siku ya ndoa